Mpendwa mtazamaji wangu, ninayo furaha tena siku ya leo kuja mbele zako, na ninakuletea hekima nyingine tena katika maneno yale ya hekima. Hekima hii ni ya muhimu sana uifahamu. Hekima yetu leo tunayojiuliza ni kwamba, je, Yesu Kristo alishika sabato? Ama Yesu Kristo alikuwa ni msabato? Maana pamekuwa na maelezo mbalimbali hapa na mashindano ya neno hili katika Ukristo, na ni vizuri tuweze kulifahamu vizuri ili tusiweze kwa namna yoyote kudanganyika ama kudanganywa. Sasa nitakusomea neno la Mungu katika kitabu kile cha Yohana sura ya 5 kuanzia mstari wa kwanza. Tutasoma mpaka mstari ule wa 18. Maandiko yanasema hivi: baada ya hayo palikuwa na sikukuu ya Wayahudi, naye Yesu alikwea kwenda Yerusalemu. Na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo pana birika iitwayo kwa Kiebrania Bethesda, nayo ina matao matano. Ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, viwete, nao waliopoza, wakingoja maji yachemke. Kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka akaingia katika ile birika. Birika ni kama bwawa fulani hivi, akayatibua maji. Basi yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa akapona magonjwa yote ugonjwa wote uliokuwa umempata. Hapa palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Yesu alipomwona huyu amelala, naye akajibu sema Yesu alipomwona huyu amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, yani Yesu akijua ya kuwa yule mgonjwa ni wa muda mrefu, ni mgonjwa mashuhuri, alimwambia, wataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi mtu mwingine hushuka mbele yangu. Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Mara yule mtu akawa mzima, akajitwika godoro lake akaenda. Nayo ilikuwa ni sabato siku hiyo. Angalia, neno hili halijawekwa kwa bahati mbaya. Tunaonywa limewekwa makusudi. Nayo ilikuwa ni sabato siku hiyo. Kwa sababu hiyo kwamba ni sabato, alafu Yesu tena anawaambia watu badala ya kushika sabato, badala ya kupumzika, wao tena waanze kufanya kazi ya kujitwika magodoro mazito na kuanza kwenda mwendo mrefu zaidi ya mwendo wa sabato. Kwa sababu hiyo Wayahudi wakamwambia yule aliyeponywa, leo ni sabato, wala si halali kwako kujitwika godoro. Akawajibu, yeye aliyenifanya kuwa mzima ndiye aliyeniambia jitwike godoro lako uende. Kama kumpiga au kumsurubisha, basi mfate huyo. Mimi mnataka kunionea tu, kunipiga mawe hapa? Hapana, mfate huyo aliyeniambia, aliyeniponya. Basi wakamuuliza, yule aliyekuambia jitwike godoro uende ni nani? Wala hawafuatilii kwamba mtu ameponywa hapa alikuwa haumwi miaka 38. Wao wanafuatilia tu ile kosa ambalo linaonekana ni kosa la kujitwika godoro. Unaona? Basi wakamuuliza, yule aliyekuambia jitwike godoro uende ni nani? Lakini yule mtu aliyeponywa hakumjua ni nani, maana Yesu alikuwa amejitenga, kwa sababu palikuwa na watu wengi mahali pale. Baada ya hayo Yesu akamkuta ndani ya hekalu, akamwambia, angalia, umekuwa mzima, usitende dhambi tena, lisije likakupata jambo lililo baya zaidi. Yule mtu akaenda zake akawapasha habari Wayahudi ya kwamba ni Yesu aliyemfanya kuwa mzima. Kwa sababu hiyo Wayahudi wakamuudhi Yesu, yani kukazuka mjadala mkali sana
kinyume cha Yesu. Kwa sababu hiyo Wayahudi wakamuudhi Yesu kwa kuwa alitenda hayo siku ya Sabato. Yaani anawaambia watu wafanye kazi, lakini ni siku ya Sabato ambao wanajua kwamba anatakiwa pumzike, wao tena wanafanyaje kazi? Basi akawajibu, Baba yangu anatenda kazi hata sasa na mimi natenda kazi. Unaona, yani Baba yangu anafanya kazi hata sasa na mimi ninafanya kazi. Basi kwa sababu hiyo Wayahudi walizidi kutaka kumuua, kwa kuwa hakuivunja Sabato tu, bali pamoja na hayo alimuita, yani Yesu sasa alimuita Mungu Baba yake, akijifanya kuwa sawa na Mungu, akijifanya kuwa sawa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpendwa msikilizaji wangu, haya maneno sio kwamba eti Yesu Kristo aliyofanya kwa bahati mbaya. No. Anasema yeye alikuwa anajifanya kuwa anamuita Yesu Baba yake akijifanya kuwa ni sawa na Mungu. Alikuwa ajifanyi kuwa sawa na Mungu. Yesu Kristo ni sawa na Mungu kweli kweli. Unaweza kuona Wafilipi sura ile ya 2 mstari wa 5 mpaka 11. Biblia inasema iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, ambaye ilikuwemo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye pale mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kushikamana nacho. Alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa kama mwanadamu. Anavyoonekana na umbo kama mwanadamu, alijinyenyekesha akatii hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Kwa sababu hiyo Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lilipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni au duniani, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Kwa hiyo Yesu Kristo alikuwa hajifanyi kuwa sawa na Mungu, au alikuwa hajifanyi kuwa Mungu. Yesu Kristo ni Mungu. Tumesoma hapo, nimekutajia maandiko wa Filipi 2. Biblia inasema Yesu pale mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu. Yesu Kristo ni sawa na Baba, tungeweza kusema hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa huyu aliye sawa na Baba, ambaye ndio tuseme sasa ndio alituma mitume na manabii, ndio alituma kina Musa walioagiza wana wa Israeli kushika Sabato, ndio aliotuma manabii mbalimbali. Sasa yeye ndio aliyetoka kwa Baba. Anasema hivi, Baba yangu, yani Mungu ambaye wanasema Yesu alishika Sabato kwa sababu aliingia siku ya Sabato hekaruni kama ilivyokuwa desturi yake. Alikuwa anaingia kwenye siku ya Sabato kwa sababu yeye alikuwa afungwe na siku, na watu waliokuja kuwaokoa, waliokuja kuwafundisha wanaingia humo Jumamosi, ndio anawapata vizuri. Kwa alikuwa anaingia humo, sio yeye kushika Sabato. Na ndio maana unaona hashiki Sabato. Na hawa Wayahudi ambao walikuwa wanajua kushika Sabato, sio leo watu wanaosema wanashika Sabato kweli, hapana. Wayahudi walikuwa wanajua kushika Sabato, walikuwa wanaijua Torati vizuri sana. Wanasema kwa kumwambia mtu ajitwike godoro alivunja Sabato, na ilikuwa ni kweli. Yeye hakushika siku kama siku. Unaweza kuona maana, kwanza neno Sabato maana yake ni pumziko. Yeye ndio ilikuwa pumziko halisi. Wanatakiwa watu wote wamsikilize, wamfuate yeye. Unaweza kuona sasa ni siku ya Sabato. Anawaambia hivi, nyesi mnadhani Baba alipumzika siku ya Sabato? Maana Sabato, Biblia inasema katika Agano la Kale, ishike siku ya Sabato itakase, siku 6 fanya kazi zako, utende mambo yako yote. Siku ya 7 ni Sabato ya Bwana. Usifanye kazi wewe wala mjakazi wako wala punda wako wala mnyama wako yeyote, hata kupika usipike. Walikuwa wanapika jana, ndio mna chakula mnachokula siku ile ya Sabato. Waachana na wa Sabato wa leo ambao wanapika chakula baada ya kutoka ibada. Wanatembea, anaweza akatembea hata kutoka Manzese, atembee labda hata mpaka Kariakoo, anafuata kanisa na amebeba kiti na hajavunja Sabato. Anatembea mwingine labda kama huko Tarime, anatembea kutoka Nkende, anatembea mpaka mjini, Tarime mjini, anakwenda kushika Sabato. Uendo ni mrefu sana, uwezi ukatembea hivi. Mwingine yuko Mwanza, anatembea kutoka Kiseke, anatembea mpaka Nyamanoro, anasema anaenda kushika Sabato. Sabato ilikuwa ishiku hivyo. Unaweza kuona sasa Yesu alipokuja kama pumziko, tunatakiwa kumshika yeye, na wala yeye hakushika Sabato wala kutufundisha kushika Sabato, bali kinyume chake ndio anamwambia mtu siku ya Sabato afanye kazi. Anamwambia jitwike godoro lako uende. Na Biblia inasema kwa sababu hiyo Wayahudi wakamuudhi Yesu, wakazidi kutaka kumuua kwa sababu hakuivunja Sabato tu bali pamoja nao alimuita Mungu kwa Baba yake, akijifanya kuwa sawa na Mungu. Yesu Kristo ni sawa na Mungu na alivunja Sabato kweli, hakushika siku kabisa hata kidogo. Na anawaambia hata watu wengine wafanye kazi. Lakini anawaambia hivi, mstari wa 17,
Yohana sura ya 5 mstari wa 17, Baba yangu anatenda kazi hata sasa, yaani siku ya Sabato. Lakini anawaambia hivi, nyinyi si mnadhani Mungu anapumzika siku ya Sabato? Hapana, Baba yangu anafanya kazi hata sasa na mimi nafanya kazi. Wewe unayedhani unaishika Sabato, usipotee na kudanganyika. Geuka, unatakiwa umfuate Yesu. Hatuwezi kuhesabiwa haki kwa matendo ya sheria. Wana wa Israeli walishindwa kushika Sabato. Yesu akawauliza hivi, Musa aliwapa Torati, lakini ni nani katikati yenu anayeshika Sabato? Kwa hiyo Yesu Kristo hakuwa msabato wala hakushika Sabato, na Mungu wala hapumziki sasa hivi katika siku za Sabato, huwa anaendelea tu kufanya kazi. Mungu wa mbinguni akubariki, tukutane tena siku nyingine. Amen, haleluya.